Ukisema mimi nimemwacha utakuwa umefanya kosa kubwa sana. Yaani ukisema mimi nimemwacha utakuwa umefanya kosa kubwa sana. Unaposema umemwacha au mmeachana, maana mmekaa chini mkakubaliana, kwa sababu bwana wewe shika njia yako, mimi nishike njia yangu. Ushapata? Lakini ukisema nimemwacha, nimwambia na mimi na move on na maisha yangu, move on na maisha yako. Siwezi kufanya hivyo, wala hatuwezi kufanya hivyo. Sasa hayupo nyumbani. Kwa sababu kuna kama miezi 5 mitatu kuna vitu anafikiri, kwa nini sijue? Sasa mtu nitashindaje kujua mama mtoto wako? Nitashindaje kujua mwanamke ambaye nimekaa naye miaka 16? Nitashindaje kujua mwanamke ambaye nimechuma naye? Nitashindaje kujua mwanamke ambaye alinikuta si lolote si chochote Dar es Salaam, mimi ni mgeni, alinishika mkono akanambia njia za kufanikiwa ni 1 2 3 4 5. Nitashindaje kujua alipo? Kwa hiyo nikisema sijui alipo nitakuwa ni mpumbavu na mwanaume wa mwisho kabisa. Mimi najua alipo Alice, najua yupo sehemu salama, najua yupo kwenye mikono salama. Ni katika utafutaji, upambanaji katika maisha ya kila siku. Mimi mgawanyo wangu wa mali wakati natafuta na pambana, na nilikuwa nimekaa na Alice mwenzangu naambia napambana kwa sababu ya familia. Cha kwanza mtu ambaye na focus naye ni mtoto wangu, lakini kumbuka mimi sina mtoto mmoja, nina mtoto mwingine ambaye niliwahi kuzaa. Kwa siwezi kumwacha bila riziki, hana hatia. Kwa hiyo nilipambana kwa sababu ya Marichui, nikapambana kwa sababu ya ndugu yake ambao wote nimeshafanikiwa. Hata nyumba ninayokaa ya bilioni 1.3 ile nyumba tayari ni ya Marichui. Lakini kwa sheria na katiba ya nchi yetu umri wa Marichui bado miaka 18 haijafika. Kwa hiyo itakuwa under her parents ambao wazazi wake ni mimi na Alice. Kwa hiyo ile nyumba mimi na Alice ya kwetu tayari ni ya Marichui. Uwekezaji mwingine niliofanya Mbweni, huo ni uwekezaji nimejenga kwa sababu ya familia yangu, ndio maana hauna jina langu. Mbweni nimejenga nyumba lenye jina la Tatu Mrisho Barton ambao ni mama yangu. Kwa nini nilijenga Mbweni ghorofa? Kwa sababu kuna kuja kuna kuumwa. Kwa hiyo ile nilimpa zawadi mama yangu wa kunizaa na kunilea kuwa mtu mzima na ndevu zangu. Then verifier, gari aina ya verifier nilimpa zawadi mdogo wangu baada ya kugraduate chuo. Nilimwambia usiku ukimaliza chuo bila kunitia aibu, anaitwa Asha Barton Mwemba, ukimaliza chuo bila kunitia aibu, hii verifier nakupa kwa jina lako. Kwa hiyo haipo kwenye jina langu, ile ni ya kwake. Mercedes Benz nilisema kabisa nitakapokuja kuwa na nyumba zaidi ya 3 nitatakiwa kumfanyia kitu mama yangu. Kwa hiyo Mercedes Benz toka nainunua haina jina langu, haina jina la Marichui, haina jina la Alice. Imeandikwa Tatu Mrisho Barton. Mazda ambao nakwambia mgawanyo wa mali zangu zilivyo na tulipanga mimi na mwenzangu. Mazda haipo kwa jina langu. Unalisikia? Mazda haipo kwa jina langu. Nilimwambia Alice, wazazi wako walikulea kwa shida, baba yako alikulea kwa shida. Mazda nimeitoa zawadi kwa mama Mcharo, Martha Mcharo, ambaye ni mamake Alice Mcharo. Mimi na Alice tuna kiwanja kimoja kipo Kisarawe, hatujajenga, tupambane tujenge kama tunataka kuishi kwenye nyumba. Bunju, toka nilivyonunua kiwanja na kijumba cha chini nilichokijenga, ilikuwa sio mali yangu, ni mali ya kakaangu anaitwa Nusurani Barton Mwemba Nuba. Alinisomesha Mzumbe, alinisomesha MD na nilimuingiza hasara kwenye biashara zake. Kwa hiyo nilisema zawadi nitakaompa baada ya mimi kumaliza chuo ni nyumba ndogo ya chini Bunju ambayo ina jina lake. Na leo mchana nitaposti hati zote. Bodaboda ninaomiliki mimi ni TVS, ipo kwa jina langu na ndo napata kipato mtu anayeendesha. Mimi na Alice tuna kiwanja Kisarawe tu. Tunapambana tukijenge, kama tutaka kujenga nyumba inabidi tujenge pale. Mali zote nilizozichuma nilishazifanya mgawanyo. Na hii nimefanya mgawanyo kwa roho safi. Unaweza ukajaribu leo umepanga Mwenge, kesho umepanga Mburati, kesho umepanga Kurasini. Kwa hiyo ukiniambia kaondoka, ni kwenye maisha. Kwenye maisha kuna kujaribu, kwenye maisha kuna kuangalia. Bado niangalia hapa, niangalia hapa, niangalia hapa, niangalia hapa. Full stop. Na kwa upande wangu siwezi kuwa na kinyongo. Roho yangu safi. Ila dini yangu inaniruhusu inshallah biidhnillah mwezi unaokuja Januari, siku ya birthday yangu tarehe 5, inshallah nitaoa na nitachukua nafasi hii nikualike. Tarehe 5 mwezi wa kwanza siku ya birthday yangu inshallah nitaoa. Mimi ni mtoto wa Kiislamu. Zinaa ni dhambi. Upo tayari kunena mimi na zini?
Basi inshallah biidhnillahi, tarehe 5 Januari, siku ya birthday yangu, ambao ndo siku nitakaozindua ghorofa langu la Mbweni, ndo siku hiyo nafanya na sherehe ya kuoa yeye. Naweza nikasema mimi nina bahati, bado nina bahati ya watu wa Arusha, Moshi, lakini sasa hivi nimepata hii imechanganyika sasa, Tanga na Arusha, lakini bado njia hiyo hiyo. Ukisema mbichi Husna unakosea. Naoa mtu ambaye nimempenda na nafsi yangu, huenda akawa mzee, huenda akawa kijana, huenda akawa chini ya umri wangu. Kwa hiyo inshallah siku ya tarehe 5 ndo mtamjua mke wangu rasmi. Endapo mambo yataenda vizuri, nitakuja kusema hivyo. Hakuna kinachoshindikana. Mwanaume asiokuwa na pesa ndo anaweza akafeli vitu vyote, lakini ukiwa na pesa hakuna kinachoshindikana. Ndio maana narudia tena, Husna, mimi nitakuwa mwanaume wa mwisho kuto kuamini kuwa Alice Godfrey Mcharo ni mwanamke ambaye bora hajawahi kutokea duniani, na nakwambia hivi nikiwa na akili timamu, one of the best woman ambaye nimekutana naye kwenye maisha yangu ni Alice Godfrey Mcharo. Nitamheshimu na ninaheshimu. Leo mimi nimekuwa mwingi yako, tajiri, bilionea, ni kwa sababu yake. Ndio maana nakwambia nitakuwa mtu wa mwisho. Yeyote atakapata nafasi ya kukaa kufanya naye biashara, kufanya naye maisha, chochote kile, atakuwa ameipata dhahabu katika nuru au katika msitu mzito. Hawezi kufa maskini.